Kwa vile hii ni kanisa. Fanya sisi tutamaliza hiyo ofisi yote kutoka leo. Na kesho mimi niko hapa na mashini na excavator. Hiyo mashimo tunafunika yote. Kama ziko huko ndani tunafunikia. So kama wanataka hiyo ofisi wabebe mapema, wapeleke mahali wanapeleka. Kutoka kesho sisi tunafunika ndani yao mashimo, kama ziko huko wacha wakufie huko ndani. Watuambie ni maisha gani ya maana, ni ya binadamu ama ni ya fisi. Kanatu wadoi ito. Hatuwezi kubali tena. Mimi nimesema la. Walikuja niliwaita kwa ofisi tukaongea kama watu wazuri. Na nikawaambia sina watu wa Kiambu tena wakukuliwa na fisi. Tendeni mfanye kazi. Wakaniahidi watafanya. Na wakaniambia within 2 days nitaona tofauti. Sasa jana hawa walikuwa wananipigia simu na nikawa nimesikia vibaya sana. Mama mwenye anatenda kazi yako na familia anatoka asubuhi vile mimi hutoka. Hiyo masaa unasikia huyo mama alikuliwa ndio mimi naingianga kwa ofisi yangu. Mimi ni mtu wa mapema nafikanga ofisi yangu 5 am. Huyo ni mama ako na mawazo kama yangu. Anaenda kutoka kwenda kufanya kazi. Alafu wakati anagojea kwamba nchi yake na serikali yake hapa Kiambu na kwingine inamsimamia, anaenda na kuliwa na wanyama wa porini kwa kaunti ambayo imeendelea kama Kiambu. Hiyo hatuwezi kubali tena. Kumaru ushio tuwegoko yetu sisi tutafanya mataondega nitogwekera. Lakini hayo ya kulete na kuacha wanyama wakae hapa, hiyo hakuna. Tunaonanga huko kwa kaunti zingine simba wakitokea kukula wanyama, tunaonanga hii watu wa KWS wanatoka mchana na usiku wako huko wakishika simba ndio wasikule ng'ombe na wasikule mbuzi. Sasa hapa Kiambu sio mbuzi na ng'ombe zinakuliwa ni binadamu. Na inakuwa sisi ni watu wa kuchukuliwa hivi ni kama ati kuna mchezo. Si wangekuwa wanafanya hivyo kila mahali. Hiyo watu wa KWS nimesema kama governor wa kaunti ya Kiambu, kama hawawezi kazi yao waende kwa rais wapeane resignation letter, wa resign. Ndio. Wa resign. Tutafute watu wengine. And I'll tell the president, it is bad. It's not acceptable towards the people of Kiambu that we can have our people being eaten by hyenas for more than 5 months continuously. Tunalalamika. Mpaka inafika kukuliwa watoto when our kids are going to school, when our mothers are going to work. Hiyo tuko na nyinyi na wewe kesho tuko naye hapa my friend. Tukae hapa. Ndio, tukae hapa sasa. Mpaka hii mambo ikuishe. Ukiwa unaenda kazini unatoka ukiwa ya kwamba unajua ya hapa kuna watu wanakujali. Kanati wado ito. Ado malika raka nyoba. Ile tokinyaga tudi tokahange. Tokinyaga yatumia madhi makali mireshi na shiao. Nini kaya dhuli. Unajua sisi wote hatuna boda za kupanda ati ndio ukimbie kutoka Fisi. Hapana. Na hapa sio porini, hii sio jangwa. Kai Juja kale game park. Hii hapana game park bwana. So sasa hatuwezi kusema ati wanatuambia ati tukae hapa na hiyo kitu nimesema kutoka leo from today night. Tuko na nyinyi hapa mpaka ikuishe. Na hiyo ujumbe inamfikia boss mahali alipo. Hatutakubali tena. Nitwanji tanado hito. Hii mambo kutoka kesho wewe hiyo mashini za barabara kaa nazo huko jenga barabara. Tunaleta mashini zingine za kufunika. Ya mwisho watu wenye wanachimbua kware. Hata saa hizi nimesema wote wapewe notice. Mtu yote mwenye anachimbua kware na nyinyi wengine ni wafanyikazi wa kware wenye wako hapa. Ukichimbua kware ukimaliza funika. Twanyi tanado hito. Hiyo ya zamani mimi itafunika. Lakini kama wewe uko kwa kware saa hizi maliza na kware yako funika kware. Wacha kuacha hiyo mashimo. Mkiwacha hiyo mashimo ni hatari kwa watu. Ni hatari kwa wananchi vile mmeona saa hii, ni hatari hata kwa watoto. It is also an environmental hazard. Maji yanaingia huko ndio wanyama wanaishi na hata sisi tunataka kurecover hiyo ardhi itumike kwa njia nzuri. Kwa hivyo kama mtu ako na kware ndani ya kaunti ya Kiambu kutoka kesho nimesema kila mtu akuwe served na notice. Ukichimbua pale umepewa ruhusa ya kuchimbua, maliza kuchimbua, toa mawe yako, uza mawe yako, fanya ile kitu unafanya, alafu funika mahali umechimba. Usipofunika nitakulipisha. Kufunikia. I'll charge you for doing it for you. Na ukitafuta leseni tena nitakunyima. Jameni, mimi kama governor wenu nilisema wizi kwa hii county na ukora. Na kama kuna mtu kwa hii kanisa amewahi kusikia huyu governor amesimama hapa, amewahi kutafuta mtu mmoja kama mfanye biashara mwenye kware ama biashara yote, nikiwa ninamuitisha pesa ya kunihonga, aseme kwa hii kanisa. Father ako hapa ataniombea.
Hakuna hata moja. Even one person. Na kama ukisikia mtu wako ndani ya kaunti ya Kiambu, aseme hiyo akuje hapa mbele. Nilisema hayo mambo ya wizi mimi nitaongoza kwa mfano. So mimi hakuna mtu nimewahi kuambia nipatie shilingi 10, nipatie shilingi 20, nifanyie nini? Mambo hii ya mnaonanga hapa ati ya kuhongana, mambo ya kutumia pesa zenu vibaya. Ndio sasa jameni mjiulize, kwani hii pesa ilikuwa wapi zamani? Mnasikia tuna watoto, mmeambiwa hapa na huyu, tunapea watoto chakula sasa bure. Mayai, uji, maziwa tunapeana kwa watoto wote bure. Fertilizer, mbegu tunapeana bure. Barabara tunajenga. Kwani hii pesa ilikuwa wapi zamani? Ndio pesa yenu ilikuwa inakuliwa bure bure. Nitoa nje tanado hito. Kwa hivyo sasa mimi nataka nimalizie hapo. Nyinyi leteni pesa yenu. Nyinyi MCA. Nyinyi mko na pesa. Tuongeze kwa moderator. Ama ni namna gani? Yes. Leteni. Aya, moderator wetu hapa huyu jamaa hapa anapatia 10,000. Leader.